fahamu kuhusu wokovu na hasara ya kutokujali? Haleluya. Tuliendelea kujifunza hapo. Kitabu kikuu ni kitabu gani tulisema? Waebrania 2 mstari wa 3. Tuanzie hapo. Nadhani tulipita mote, lakini tuanzie tu, kwa sababu kuna kitu zaidi leo unakipata zaidi ya pale ulipopata juzi. Najifunzeni kutafakari mnachojifunza. Biblia inasema mtu akilisikiliza neno na akaliacha, nasema ni sawa na ndege na mbegu iliyoanguka kando ya njia. Kando ya njia. Na ndege wakaiona, wakaila. Hiyo yule mwenye mbegu asipate chochote, japokuwa ilikuwa ni ya kwake ili mzalie matunda. Si ni sawa? Kitabu cha Waebrania sura 2 mstari wa 3. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa kuwa uko mahali hapa. Baba, ninaomba sasa uwe pamoja nami, uwe pamoja na watoto wako hawa. Sasa utawale mahali hapa, na utawale kanisa lako. Sasa utufundishe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nipe hekima na utulivu na uelewa kutambua yale ambayo Bwana Yesu umetaka niyajue. Lakini na watoto wako waweze kutambua yale ambayo Mungu umetaka wayajue. Naomba Bwana Yesu tufunike kwa wingu lako, tuhudumie. Tufundishe sawa na mapenzi yako. Kila mmoja anayesikiliza, hata yule ambaye yuko mbali anasikiliza kwa njia ya simu, Baba ninaomba naye umhudumie. Julishe na umuonyeshe jambo hili ya kwamba linampasa alifahamu, ili ajue namna ya kuenenda katika wokovu, lakini katika neema uliyoachilia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaalika ulinzi na nguvu zako, na ninampinga ibilisi katika ibada hii. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tawala Roho Mtakatifu na Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu, tukutegemea wewe mahali hapa. Utembee na ukae katikati yetu. Katika jina la Yesu tuhudumie. Amen. Kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Hilo ni swali. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kiendelea mbele nasema, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Haleluya. Hili ni swali. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Na mimi nataka nikuulize swali wewe ambaye unasikiliza neno hili, kwamba wewe je, utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii? Haleluya. 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 Hakuna wokovu mwingine wowote unaojua wewe unaweza kukufanya wewe uwe salama nje na wokovu aliyouleta Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wokovu mwingine wowote unaweza kukufanya wewe au kukuacha salama nje na wokovu ambao uliletwa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haupo. Na hakuna mtu ambaye yuko salama nje na wokovu. Hata kama ulikuwa ujui, leo ndio ninakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana shetani anashindana sana na watu ambao wao wana lengo au wana nia ya kuwa na wokovu mkamilifu kwenye maisha yao. Tunaelewana vizuri?
Yaani yule ambaye anafanya bidii ya kuwa kukaa vizuri kwenye wokovu wake ndiye ambaye shetani anapigana naye sana. Tuko pamoja Ndiye ambaye shetani afanyeje? Anapigana naye sana. Yaani huyo shetani anapigana naye sana, kwa sababu ukishasema wokovu ni njia ambayo inakufanya wewe salama, au inakuokoa kukutoa mahali ambapo palikuwa sio salama, sasa unawekwa mahali ambapo ni salama. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Kwa hiyo utapataje kupona usipojali wokovu? Kwa hiyo ni muhimu sana kujali, sio kuwa nao tu. Kuwa nao sawa, lakini kufanyeje? Kujali ule uliopokea. Wakati fulani Mungu aliniambia watu kweli wamempokea Yesu na wameokoka, wampata wokovu, lakini changamoto inayowakuta ni kwamba hawawezi kufanyeje? Kujali. Sema amen. Sema amen. Kujali wokovu waliopata. Maana yake anaweza akaupoteza kirahisi tu, asijue gharama ya yeye kuwa nje na nini? Na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna jambo moja watu wanasema usilolijua ni sawa na nini? Na usiku wa giza. Tunaelewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu hauvioni, hata kama hilo jambo uko nalo, lakini kwa sababu haulijui unakuwa ndani ya giza, kwa sababu hujui. Nitumie mfano huu rahisi, kwamba umeokota dhahabu. Umeona tu kitu kinang'aa na kikakuvutia kukichukua. Sema amen. Ukakishika, ukaendelea kukichezea, na wakati mwingine ukafikiria hata kufanyaje? Kukitupa. Sema amen. Lakini usijue kwamba kile ulichokuwa umeshika ni cha thamani sana, kingeweza kubadilisha maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuto kujua umekitupa. Kwa hiyo usilojua ni sana usiku wa giza. Wakati mwingine tunapozungumza habari za wokovu watu hawaelewi, lakini Biblia inasema tutapataje kupona? Ili jambo watu walishalitazama na wakaliangalia hawa watumishi wa Mungu, na baadaye wakasema tutapataje kupona. Manake wakaona vile ambavyo wokovu unatufanya tuwe saved, tutunzwe. Sema amen. Wokovu unatufanya tukae kwenye maisha yetu. Wokovu unatufanya tuwe salama kupita unavyofikiria. Unanisikia anachosema? Bwana Yesu asifiwe. Wokovu una msaada mkubwa sana ambao Yesu aliuachilia. Ndio anasema tutapataje kupona tusipojali wokovu. Walishaangalia wakagundua hamna usalama nje na wokovu. Unanisikia anachosema? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu nyakati hizi amepata wokovu lakini haujali. Ndio maana wakati wowote anaweza akapinduliwa kwa chochote, akaharibu wokovu wake. Kwa nini? Kwa sababu hajari. Na hajari kwa sababu hajajua ni kitu gani alichokipata. Unanisikia anachosema? Hajari kwa sababu hajatambua ni kitu gani alichokipata. Lakini angejua kwamba wokovu aliopata, amepata kitu cha thamani sana, asingepuuza na kutumia vibaya huo wokovu, na asingekubali kuupoteza kirahisi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hiyo sasa tukawa tunajifunza kwa habari ya kujua wokovu. Tukajua kwa nini wokovu? Kwa nini wokovu? Wokovu ni kitu gani? Kwa hiyo tukaendelea kujifunza ili kufahamu kwamba kwa nini sasa kuna wokovu. Tukaona kwamba lazima tufahamu kwanza kazi za wokovu. Si sawa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini tunatambua kuwa wokovu ni msaada ambao Mungu aliutoa kwetu kwa sababu tulikuwa kwenye shida ambayo tuliipata pale Mwanzo 3 mstari wa 9 hadi wa 19. Si sawa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana wokovu ulikuja kama msaada kutusaidia tutoke kwenye shida
ambayo tuliipata, Bwana Yesu asifiwe, inayozungumzwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 hadi wangapi? Wa 19. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na pale tuliona vitu vingi sana ambavyo vilitokea kwa wale wazazi wetu wa kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wale wazazi wetu wa kwanza tunaona shida walioipata, na tunaona mambo mengi yalifunguliwa pale, na ndi mambo ambayo tunayaishi hata sasa. Hayo ndio ambayo tunaendelea kuyaishi mpaka leo hii. Lakini sasa Mungu alipotutazama akatuonea huruma, akatupenda. Sema amen. Akaamua kututoa kwenye ile shida. Kwa hiyo ina maana iko hivi, sawa na mtoto ambaye amemwasi baba yake, lakini baba yake akakaa akajishauri yani akajishauri kwamba kweli huyu mwanangu aliniasi, aliniuzi, kwa kweli nilimpa adhabu, nikamwambia hapa nyumbani usikanyage tena, uondoke, mimi sio baba yako, katafute maisha yako. Tunaelewana vizuri? Na akamfukuza mtoto wake pale nyumbani. Yule mtoto wake akaanza kujiendea huko anakotaka mwenyewe. Lakini baadaye baba yake akazingatia moyoni kwamba nilimfukuza mwanangu, yule ni mwanangu, hata kama ni amekosea, sina wa kumtupia, mimi bado nitabaki kuwa baba yake, tabaki kuwa baba yake. Kwa kweli namtupia nani? Yule ni mwanangu. Sema amen. Akaamua kuzingatia mwenyewe moyoni mwake kwamba wacha nimrudishe. Sema amen. Sema amen. Akafikiria nampataje sasa, ameshavurugika, kashakuwa ovyo, nampataje? Akasema nitamtengenezea njia, namtengenezea njia kurudi kwa baba. Haleluya. Naelewa Bwana Yesu. Ndiposa Mungu akaleta wokovu kwa njia ya Yesu Kristo, ili aweze kuturudisha mahali ambapo tuliondolewa. Unaona hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ili aturudishe mahali ambapo tuliondolewa. Sasa wokovu unatusaidia mambo mengi sana. Tunaanza mambo tulioyapoteza. Kuna vitu tulivipata na kuna vitu tulivipoteza. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza tulisema tukajikuta tuko uchi. Sema amen. Mimi nimeandika kuwa uchi au kupoteza mamlaka na umiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa uchi na kupoteza mamlaka na nini? Na kumiliki. Jambo la kwanza hilo. Tayari siku ile ambapo wazazi wetu wale waliotangulia walipokosea, kuna vitu viliharibika tunavyoviishi hata sisi. Sasa wokovu unatusaidia kuvirudia vitu hivi. Haleluya. Sawa. Kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya 3 mstari wa 10. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 10. Sasa tusome ili tunapoendelea tuwe tunakuwa pamoja. Na hapa tunafahamu kwa nini wokovu. Sawa? Tunafahamu kwa nini wokovu na kwa nini tusipojali tunaweza tukajikuta tunapotea na tunapata shida. 3 mstari wa 10. Biblia inasema, akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Haleluya. Hapa kuna kitu nilikuwa nakufundisha. Sasa uone, wakati wako pale walikuwa hawajatambua kama wako uchi. Maisha yote yalikuwa kawaida sana. Tunaelewana vizuri? Alafu kulikuwa hakuna hofu wala mashaka yoyote. Lakini ghafla baada ya kutenda dhambi, kuasi, wakajikuta wako uchi. Manake pale Eden kuna kitu shetani alikifanya cha kuwadanganya hawa watu. Alafu ngoja nikwambie jambo moja ambalo wewe ulijui kabla sijaendelea mbele. Shetani wakati wote anapokuja kukutamanisha kufanya jambo ambalo unajua kabisa ni uasi mbele za Mungu, kuna kitu anakitafuta kwako. Na nisikia anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Narudia. Yaani wakati yule shetani anakufikirisha kukutendesha dhambi, kuna kitu anakitafuta kwako ambacho wewe hujakifahamu. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Kile kitu akifikiria na kipataje, anajua kabisa kukichukua hivi hivi siwezi. Lazima huyu mtu nimfanye kwanza kuwa mwasi, ndipo nikichukua hicho kitu kirahisi. Kwa sababu Mungu hatomsimamia tena. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo hilo hautakwepo. Na ndio maana hakuna kitu ambacho kinamvuruga haraka mwanadamu kama dhambi ya uzinzi. Na nisikia anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio dhambi ambayo shetani anang'ang'aniza sana mtu afanye, kwa sababu inampotezea vitu vingi sana mtu, lakini namfaidisha shetani maeneo mengi sana. Ungekuwa na urafiki na shetani, ungeenda muulize. Tunaelewana vizuri? Ungeenda muulize kwamba ni dhambi gani ambayo inakufanya wewe unufaike sana kwa mwanadamu. Angekwambia. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ndio dhambi ambayo shetani anataka hata watumishi waangukie hiyo. Hataki nyingine. Tunaelewana vizuri? Anataka hiyo ndio imuangushe, kwa sababu hii ndio inamfanya aanguke sana, apoteze vingi. Unaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Shetani, ngoja nikwambie, shetani alipokuwa amewaona wale, aligundua na aliona vile wanakula raha kwenye ile bustani ya Eden, na yeye akiwa amefukuzwa. Unanisikia anachosema? Amefukuzwa na anakuta wenyewe wanakula raha pale, akafikiri kujitengenezea watu wengine. Kwamba sasa mimi nakuaje, sina vitu. Vyote wamepewa hawa. Wacha niwakorofishanishe na Mungu, halafu mimi nichukue vitu vyao. Kwa shetani anachofanya, anakorofishanisha na Mungu, halafu anachukua nyota yako. Anakukorofishanisha na Mungu, anachukua sijui baraka zako. Anakorofishanisha na Mungu, anachukua vitu vyako vizuri vizuri. Wewe unabaki empty. Nanisikia watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa angalia kitu kinafanyika. Wewe unaridhisha mwili, mwenzako anaridhisha roho. Naona hiyo? Wewe unaridhisha mwili, yeye anaridhisha nini? Roho. Ambao yeye roho ataendelea kuwa vile bora milele. Wewe ndo utazidi kuharibika, kwa sababu kuna vitu umepoteza. Halo? Ndio maana anasema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Utapataje kupona usipojali wokovu huu? Huyo Yesu uliyempata kwenye maisha yako, usipomtunza, ukaruhusu apotee tu ghafla, utapataje kupona? Unajua wakati mwingine mimi nafikiria sana, ni vile tu watu wengine hawajitambui. Yaani vile unaona vita ulionayo, yaani vile unajua tu mimi kwa kweli vita nina vita ise. Yaani mwenyewe tu lazima mtambue ise mimi nina vita. Unanisikia anachosema? Yaani vile tu unajitambua kwamba mimi nina vita. Ni jambo tosha la kukusaidia wewe kujifahamu na kusimamia wokovu kwa hali na mali. Unanisikia? Yaani kulisimamia swala la wokovu kwa hali na mali, kwa sababu unajua vita ulionayo. Unajua. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu unajua tu kinachonifanya mpaka saa hii niwe salama ni wokovu nilionao. Si ni sawa? Kuna kingine? Piga picha kwenye maisha yako labda. Kwamba ni nini kinakufanya mpaka sasa uwe hivi? Kwa vile unavyojitazama, ukiangalia maisha yako, mazingira, yani mazingira utanayo kuzunguka na watu na nini, ukipiga picha, ukiangalia, unagundua kwamba usalama nilionao mpaka sasa ni wokovu. Ndio uliosababisha niwe salama. Lakini tofauti na hapa, ningekuwa mtu wa hovyo, hujawahi ona. Unanisikia? Sasa hii hata kuna heshima fulani napata, ni kwa sababu ya wokovu. Lakini kabla hujawa na wokovu, usiku kwako ulikuwa mrefu. Watu wanakushinda, wanakuminya usiku kucha. Tunaelewana vizuri? Arayo masiri yako huwezi kusema. Lakini usiku kucha uko unashindwa na minyo. Tunaelewana vizuri? Wanakufanya vitu vingine wanavyotaka wenyewe. Usiku kucha. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Sasa saa hii umeokoka, kuna vitu umeshasahau. Kama swala la kuminywa ushafanyaje? Ushasahau. Sijui ndoto za ovyo ovyo ushasahau. Wewe huoni kama ni Mungu amekuzingira? Huoni kama wokovu ndio umekufanya hata amani iwe? Kuna mambo mengi umeyasahau. Yaani toka umekaa unasali, vitu vingi sana umevisahau. Vingi.
ambapo ilikuwa sio kawaida. Haleluya. 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 Wale ambao walikuwa ni watu wa kuumwa kila saa, sasa wamesahau. Hawajawahi kumwaga. Mungu amewafunika. Tunaelewana vizuri? Lakini sio kwamba magonjwa hayatumwi. Yanatumwa. Ila ni kwa sababu kuna mahali umejali na umesimamiwa. Naelewa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitaka kujua, jaribu kuacha hata kidogo, ndio utajua kwamba kumbe wokovu unatakiwa kuujali na kuushikilia, kwa sababu ndio salama. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ukiacha wokovu nje utapata sana, lakini pia utatumia sana. Hakuna development. Unanisikia ninachosema? Hakuna maendeleo. Hakuna. Ni mhangaikaji sana, lakini hana nini? Maendeleo. Sababu kila anachohangaika kinamalizwa na magonjwa. Kila anachohangaika kinamalizwa na matatizo. Kila kinachohangaika shetani anaangalia tu leo hiki tukitolee wapi kwa watoto? Wapi tukitolee wapi kwenye magonjwa? Tutolee wapi? Hivyo. Unanisikia mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutapataje kupona tusipojali nini? Wokovu. Utapataje kupona? Naelewa mtu wa Mungu? Kuna ufahamu unakujia, sio? Kuna kitu unaanza kuelewa Haleluya. Haleluya. Kwa tunaona sasa kuwa uchi na kupoteza mamlaka na umiliki wote ambao Mungu alitupa. Hapa Adamu anasema nimejificha kwa sababu nimeona niko uchi. Lakini hapo kwanza alikuwa hamuogopi Mungu. Watu wanaweza kukaa na Mungu akaongea. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Mungu akifika para na watembelea, na Biblia inasema ilikuwa ni kawaida ya Mungu kila jioni baada ya jua kupunga, Mungu anawatembelea watoto wake kwenye bustani ya nini? Ya Edeni. Saa hii anaenda anakuta watu hawaoni. Anauliza, mko wapi? Wanaitikia wakiwa wamejificha. Tumejificha kwa sababu tuko uchi. Akasema, aliyewaambia kwamba mko uchi ni nani? Nani amekuambia kuwa uko uchi? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na Mungu alikuwa anafahamu kwamba mtu akila tunda hili kwanza tajiona yuko uchi cha kwanza. Ndio maana akamuuliza, "Je, umekula wewe matunda ya mti niliyosema msile au msiale?" Unaona hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Muulize mtu yote ambaye anafanya dhambi. Kitu cha kwanza baada ya kufanya dhambi, cha kwanza ni aibu. Yaani ukishafanya tu dhambi, kitu ambacho utaanza kufanya nacho cha kwanza ni aibu. Na nisikia, utawaonea aibu hata watu ambao hawajakuona. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio kitu ambacho na Adamu akakutana nacho cha kwanza, aibu. Sababu amefanya kitu ambacho hakupaswa kufanya. Hiyo maana, yani kutambua tu hata mtu, yani kumtambua tu kwamba huyu leo alichofanya sio sawa. Angalia tu aibu alizonazo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa angalia. Kashawekwa eneo ambalo ni salama na anatawala kila kitu pale. Amepewa kazi na Mungu atembelee mji mzima. Ghafla ameenda kujificha. Nani anaenda kuzitawala mbuzi? Nani anaenda kutawala simba kule? Nani anakwenda kutawala nini kule? Huyu mwenyewe ambaye ndio tumempa kazi ya kutawala anajificha. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna kitu kimepotea. Kuna kitu kimeondoka. Ule ujasiri wa kutawala vitu umeondoka. Si ni sawa Bwana Yesu asifiwe. Ataona hadi mbuzi wanamchungulia, anajificha. Tayari amepoteza kitu. Anaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani hata ungetaka kujitahidi, lakini imeshakubali. Yaani hivyo ndio utangangana nayo tu, namna ya kwamba iondoke, lakini ipo. Unanisikia ninachosema? Aibu ipo. Lakini tunaanza kutafuta namna ya kuiondoa. Akaanza kutafuta majani ya miti.
ili kuondoa nini? Aibu. Unaona? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ndio maana ni hatari watu wa Mungu. Mungu atusaidie. Hebu sema Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Ni hatari sana. Ni hatari na sio nzuri sana kuingia kwenye wokovu, kutoka, kurudi. Japokuwa Mungu anasema unaweza ukafanya hivyo. Lakini ikitokea inawezekana ikafanyika hivyo. Lakini sio nzuri. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Sio nini? Sio nzuri. Ya kuingia na kutoka sio nzuri. Kwa sababu inakupunguzia max. Na inakupunguzia muda. Halo? Haleluya. Hata wewe ungekuwa na mtoto, ukamzingatia ukasema acha nimsaidie mtoto, ukamrudisha, ukasema labda kwa kufanya hivi atakuwa amejifunza. Si ni sawa? Unashangaa akirudi anafanya tena yale yale. Unaanza kujiuliza, sasa mtoto huyu mimi nimemwacha, amepitia shida zote alizopitia, akarudi nimempokea. Si ni sawa? Lakini tena anarudi tena kule kule tena. Ina maana hajajifunza kwamba kule ni kubaya. Hajaona changamoto alizopitia akiwa kule. Hajaona. Anasema sasa naona huyu hajajifunza vizuri, atakuacha ukajifunze tena. Anashangaa unarudi tena, unarudia yale yale. Anasema naona amechagua kuwa yawe maisha yake. Potelea pote, atajijua mwenyewe. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata leo hii kuna watu huko nje ukiwaona unajiuliza hivi wana wazazi? Halo? Sasa watoto wetu wa kike mpaka saa nyingine ukiangalia sasa hivi huyu ana wazazi kabisa, na mama na baba. Bibi babake akimuona kwenye hali hii inakuaje? Anajisikiaje? Nani ambaye ana plani kuzaa mtoto kahaba hapa? Si yupo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna wakati mzazi anachoka. Mnanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Anafanyaje? Anachoka. Kwamba sasa bwana, mimi nimeshashindwa. Sio kanipa kesi ya kuua. Halo? Nenda unavyotaka. Kwa sababu nimetumia kila njia, nimechoka. Na ndivyo Mungu naye. Kifika muda. Kifika muda akiona hujifunzi atakuacha. Nanisikia watu wa Mungu? Haleluya. Lakini lazima wewe unapiga picha vile umeishi kwenye wokovu. Ni mambo mangapi yameondoka kwenye maisha yako? Ni mambo mangapi yaliyokuwa yanakutesa yameacha? Namna gani umekaa na amani? Ile gharama yote uliotumia kutengeneza mazingira mpaka ulipofikia, kwa nini unakubali ipotee kirahisi tu? Na nishawahi kuambia, yani vile unafunga kuna nguvu unaitunza kwenye maisha yako. Hata ungefunga siku 360. Hata ungefunga siku 360, kuna nguvu unakuwa umeitunza tu ipo. Hata kama saa hii atafanya chochote. Gharama zote za kupambana na wachawi, kupiga hao wanaokusumbua, kuwafieka na nini, ulijitesa. Kwani unataka kupoteza haraka? Ufikirie tu kutoa haraka tu kwamba eti nipoteze tu haraka. Wakati wokovu umebeba maisha yako. Na siku hadi siku kadri unapozidi kwenda mbele na wokovu vizuri, ndipo unavyozidi kufikia mafanikio yako mazuri. Sio kama mnafahamu. Kadri unapozidi kwenda vizuri na wokovu, ndipo unaendelea kukaribia mafanikio yako zaidi. Sio kama mnafahamu. Naelewa watu wa Mungu. Kwa nini sasa nataka ukatishie njiani safari? Na ndio maana wokovu ni safari. Tunakuwa. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa wachanga, tunakuwa vijana, tunakuwa wazee. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nafika akasema wazee wa imani. Anasema vita nimevipiga, imani nimeilinda. Imani ipi? Imani aliyoipata kwa njia ya wokovu.
Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ameirinda, anasema nimevipiga vita vivyo vizuri. So kumbe vita, kumbe imani au wokovu ni vita. Tunaelewana vizuri? Wokovu ni nini? Ni vita. Ukishaokoka tu umetangaza vita na shetani. Anakuuliza unaenda wapi? Maana yake unataka kunyang'anya nilivyovichukua. Na anasema haiwezekani hapa anyang'anyi mtu. Kwa mtaanza kupambana. Lakini jua siku hadi siku unazidi kuwa mshindi, kuwa mshindi, kuwa mshindi. Yaani kadri ya siku unavyozidi kwenda ndani ya wokovu wako unazidi kuwa mshindi. Hata kama unaona kama mambo yanazidi kuwa magumu sana. Nataka nikuambie kinachoendelea ulimwengu wa roho. Huo ugumu unaashiria kitu kikubwa. Unanisikia? Unaashiria mafanikio makubwa usiyoyajua. Haleluya. Kwa sababu kuna pambano linaloendelea katika ulimwengu wa roho la wewe kufikia ukuu wako. Na shetani hicho kitu amesema sikubali. Ndio maana unaona huo ugumu. Lakini baada ya kushinda, wewe ni mtu mkubwa. Unanisikia mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni vile tu hujafahamu. Unaangalia wanaokucheka, lakini uangalie kilicho ndani ya kile ulichokibeba. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia wanaosema habari za wokovu wanaongea na kudharau, ufiki unakwenda. Lakini ukiangalia lile Mungu amelisema kufuatana na wokovu ulio nao, unafika unakokwenda. Kwa sababu Mungu anasema na yajua mawazo nayowazia. Unanisikia vizuri? Haleluya. Yako mawazo ambayo Mungu anakuwazia. Alafu niwaambie jambo ambalo mfahamu. Mungu anataka kufanya kuwa kielelezo. Anataka muonekano wako tu uhubiri. Anataka umsemee mema. Kwa lazima akutendee mema. Unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kusema wema wa Mungu hakutakuwa kutamu kama Mungu hatotenda wema. Unanisikia ninachosema? Yaani kumsema Mungu vizuri haitakuwa tamu kusema kama wewe Mungu hatokutendea mambo mazuri. Na ndio maana Mungu anatutaka tuwe wavumilivu, kwa sababu kuna mahali ambapo anataka tufike afute aibu. Na nisikia watu wa Mungu, ila anashangaa kwa sababu tunafanya mbio kuacha wokovu kwa sababu ya changamoto ndogo. Na wakati kwenye wokovu ndo kuna kurejeshwa kwetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye wokovu ndo kuna kufanyaje? Kurejeshwa kwetu. Kurejeshwa kwa kila kitu. Kurejeshwa. Na nikwambie ukweli, yani shetani hakuna siku amefikiria wewe uishi maisha mazuri. Haipo. Muda wote shetani anafikiria kutengenezea nini cha kukutesa. Unanisikia? Yani kila muda, yani hata saa hii shetani amekaa ana plani. Sasa kuna watu wananisumbua kwenye hema la makimbilio. Hawa nafanyaje ili niwatese? Mimi ni yangu amwache Mungu. Konta watesa mpaka wamwache wewe Mungu wao. Na kadri anavyoona nazidi kusogelea ukuu wako, kusogelea uzuri wako, ndipo naye anazidi kuongeza vita. Anawaambia na wafuasi wake, aisee kazaneni, huyu anataka kutushinda. Unanisikia? Na akitushinda atawashawishi wengi. Unaelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu pia wanataka waone tu. Ukimsema Mungu kwanza na alichokutendea, ndipo na wenyewe wasema aisee kama ni hivi basi na mimi nampata Yesu. Na shetani hiyo kitu ndo hataki hata kusikia. Unampata Yesu kwa njia ipi? Nani anakuruhusu? Ndio vita yenu na shetani inaanzia hapo. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na vitu vyako alishachukua, yupo kuvitumia. Anawapa watu huko, anawatesea. Sijui kama mai kukana ukamfikiria shetani. Ukafikiri tu kwamba ngoja hivi nimtafakari shetani. Hivi shetani yeye lengo lake ni nini kwenye maisha yetu? Na juzi nilikwambia hajawahi kumtajirisha mtu hata kama watu wanaenda kuchukua utajiri. Hakuna aliyewahi kutajirika. Unanisikia? Haleluya. Ni Mungu peke yake anakupa utajiri na nini? Na heshima. Unaelewa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utajiri na nini? Na heshima. Sasa unasema umepewa utajiri na kwambia ulale chooni, alafu utazikuta pesa. Hapo mmebadilishana. Unanisikia? Mmefanyaje? Mmebadilishana. Ili nikupe hela kalale chooni. Sikutajirishi. Kalale chooni nikupe pesa.
na uone masharti yote yako kinyume na Mungu. Hakuna sharti la shetani lolote ambalo linaenda sawa na Mungu. Halo? Au nisemeje? Hakuna sharti ambalo linasema utende wema. Yaani utende wema eti ndio ufanikiwe. Sharti gani hilo? Au mai kusikia wapi? Utasikia ua. Ndio maana saa nyingine tukisema msiende kwa waganga wa kienyeji, saa nyingine watu hawaelewi. Hakuna mapatano kati ya Mungu na mganga wa kienyeji. Unanisikia ninachosema? Haleluya. Haipo, mapatano hayapo. Yaani ukienda kwa mganga wa kienyeji umeenda kwenye himaya ya adui yako. Umwambia nifanye ninachotaka. Mimi nina shida. Haleluya. Anasema sawa. Tachukua nyota yako. Nitakupa kwa muda. Ila nyota sirudishi. Tachukua maisha yako. Wewe nitakuburudisha kwa muda. Ndio maana mtu amerudi ana ushuhuda kutoka kwa mganga wa kienyeji, lakini spiritually asijue nini kimefanyika. Unanisikia ninachosema? Katika ulimwengu wa roho asijue ni nini kimefanyika kwa yeye kutendewa hilo. Biblia inasema, unajua watu wanashindana hadi na Biblia. Anasema pepo hawezi kufanyaje? Kumtoa pepo. Lakini watu bado hawaelewi. Na Mungu anabaki anashangaa, anasema ila wanadamu. Hivi shida zote tunazopata nani analeta? Shetani analeta. Shetani ndo anayefanya kazi zote hizi mabaya yote. Kila baya unaloliona yuko msimamizi. Halo? Yuko msimamizi wa hayo mabaya, ndo anatengeneza mabaya kila siku. Baya liwe hili, liwe lile. Unanisikia? Alafu anakaa mbele kama kutudanganya eti anataka kutupa msaada. Anasema anarejesha nyota aliyoichukua mwenyewe. Anarejeshaje sasa? Anasema anakupa mvuto aliyouondoa mwenyewe, anarudishaje huo mvuto? Akasema hivi, siku Mungu amemaliza kuumba, akasema kila alichokifanya kilikuwa chema sana. Usisahau neno sana. Maana wanadamu wote aliwaumba wakiwa chema sana. Mbwa chema sana. Kumbi chema sana. Milima chema sana. Na dunia yote kila kitu kilikuwa chema. Sasa mbona sasa hivi vingine sio vyema? Nani kavifanya visiwe vyema? Haleluya. Haleluya. Na maana yake mbwa zilikuwa hazingati, nakwambia ukweli. Unasikia anachosema? Halo? Haleluya. Wanyama wote walikuwa sio wakali, walikuwa wangati. Walikuwa wanajiendelea na maisha yao tu. Ila kuna mtu au kuna roho imewaingia inawafanya wawe vile. Na hao wajioni. Sijui kama nasikia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule mwanadamu ambaye Mungu anasema kwa kweli chema sana, yuko wapi? Ndio wale wanadamu kinunua pikipiki amekwenda kwa mganga wa kienyeji. Kukuloga ikupige hiyo pikipiki. Yaani yeye ndio wakupata sana. Yeye ndio wakununua pikipiki. Kwa uzuri gani alio nao? Ukifanya maendeleo wametuma magonjwa. Ukifanya chochote umepata pesa wameleta shida. Wamenuna bila sababu, ndio chema sana. Nani amekifanya kisiwe chema? Halo? Ni kwa sababu kuna kitu kilipotea pale kwanza. Wokovu umekuja kukirudisha. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana shetani kila muda alikuwa anafikiria yani kuchinja. Anasema leo nitachinja 10. Kesho nitachinja 20. Kesho kutwa nitachinja 100. Kesho kutwa nitachinja 500. Anafikiria tu afanye. Lakini wokovu umekuja kumwekea full stop. Unanisikia? Haleluya. 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 Akisema anachinja 10 kwa njia ya wokovu, tunakataa hachinjwi mtu. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akisema kwa nini mnasema sichinji mtu, tunamwambia Yesu amerudi. Utawala wetu umerudi.
Hakuna wa kutusumbua. Tumekubalika tena mbinguni. Haleluya. Sisi pale kwanza ambao tulikuwa maadui na Mungu wetu, sasa tumepatanishwa. Hatuna uadui na Mungu. Mungu wetu haruhusu kuua. Hafi mtu. Unanisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Shetani anajitahidi, anakuta amezuiliwa. Ndio salama ulionayo sasa. Ndio maana usiku unaweza kaona roho ya mauti. Ukiingia asubuhi kisema kwa jina la Yesu. Wewe uhalali wa kutumia jina la Yesu umeukuta wapi? Kama sio Mungu kukurejesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu amekurudisha. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu bado kwenye kitabu cha Waebrania? Kuna mtu bado kwenye kitabu cha Waebrania? Soma bado kwenye Waebrania, malizia pale mbele. Mstari wa ngapi ule? Mstari wa 4 ya. Anzia wa 3 ili uende hadi wa 4. Anasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Sasa sikiliza. Anasema huo wokovu kwanza ulinenwa na Bwana. Endelea. Kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia nao kwao ulithibitika. Anasema Mungu naye akishuhudu pamoja nao, maana yake akitoa shuhuda. Tunaelewa vizuri? Maana kuna kitu anakifanya ili kuthibitisha. Unanisikia? Kwamba hili linalosemwa ni kweli, lipo kwa wale waliosikia. Mungu naye akishuhudu. Anasema alikuwa akifanya ishara na ajabu. Mungu anafanya kazi pamoja na hawa watu kuthibitisha huo wokovu, kuwaonyesha watu kwamba hiki kinachosemwa Bwana ni kweli, na sasa mko salama ili mradi mkikikubali. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Endelea mbele. Anasema akishuhudu kwa ishara, lakini miujiza na nguvu za namna nyingi. Kwa mgawanyo wa Roho Mtakatifu. Manake vile Roho Mtakatifu alivyokuwa anataka kugawanya mwenyewe, nani afanye nini, nani aende wapi, yupi atoe unabii, yupi aponye, yupi afanyaje ahubiri, nani afanye hivi, na atakafanya hivi mimi nitafanya naye hivi. Mungu mwenyewe alikuwa anaamua nani niende naye hivi. Sasa bila tunapuuza, na wakati Mungu anashuhudia. Ndio maana hata leo unaona tukiita Mungu hapa nguvu za Mungu zinashuka. Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anakuja kuthibitisha kile ambacho umekisikiliza. Kwa mfano, ninasema kuna mtu labda tunataka tumuombee jambo hili. Tunaelewana vizuri? Ambaye ana shida hii, maana Mungu amesema na yeye atakwepo kufanya jambo hilo ambalo amefanyaje? Amelisema. Unaona hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakosea wapi? Haujali. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu? Usalama ni kuokoka. Unanisikia anachosema? Usalama ni kufanyaje? Mwambie rafiki yako usalama ni kuokoka kwa sauti. Usalama ni kuokoka. Usalama ni kuokoka. Hivyo tu. Yaani asikuchanganye mtu yule ambaye haelewi. Unanisikia watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asikuchanganye ambaye haelewi. Ndio maana nimesema sio lijua ni sawa na nini? Sikuagiza. Kuna mtu anataka kudanganya habari za wokovu hapa sasa. Vile umekaa na Yesu mwenyewe umeona vile amekula amekutoa mpaka amekufikisha hapa. Kuna mtu anataka kudanganya? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu Yesu amejidhibitisha kwenye maisha yako. Amejidhibitisha. Ulipomuita aliitika. Akakufunulia baadhi ya mambo. Ukaomba ulinzi akakulinda. Unaweza ukasema nini sasa? Unaweza ukasema nini? Unaweza ukasema nini tena kuhusu Yesu? Kitu gani unaweza ukakataa tena? Kwa sababu kwanza ulikuwa unateswa. Ulikuwa unafanya wanachotaka wenyewe kufanya, walikuwa wanakufanya. Sasa hivi ukiomba uko salama. Ukiingia maombi ya usiku nilinda na kulinda. Nataka kusafiri Bwana Yesu naomba unilinde, anakulinda, unaenda unarudi salama. Njia ile ile ambayo wewe ulipita, ambayo umepita wewe ndio hiyo hiyo wenzako walipopita walifia hapo. Tunaelewana vizuri? Barabara ile uliovuka wewe salama, ndio hiyo hiyo mwenzako aligongwa. Unanisikia anachosema? Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasema nini tena kwamba sina Mungu au Mungu hayupo au wokovu hujanisaidia? Una neno la kusema tena? Haleluya. Tutapataje kupona tusipojali nini? Wokovu.
Sasa hii mtu eti unamwambia kwake akadhane kuomba. Yaani unamwambia aombe. Yaani yeye hajui kama kuna umuhimu wa kufanyaje? Wa kuomba. Hajui. Yaani hajui kwamba anahitaji kuomba kwa ajili ya ndoa yangu. Wakati wokovu umeshapewa. Kazi yako wewe ni kuomba tu. Unataka mpaka mtu aje gonge kengele kwamba sasa umeacha kuomba. Hebu anza kuomba. Ni sahihi kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ila wewe mtu akulalamika, naona saizi mambo siyaelewi. Sijui mke wangu amebadilika. Mume wangu amebadilika. Wakati ulikuwa na muda wa kuomba. Wokovu nao Mungu ameshakutengenezea njia. Ameshakuwekea mazingira, ni wewe tu kuyatumia. Unaona vile unafeli. Ni kwa sababu nataka kila idara ubembelezwe. Na wakati najua kabisa niko kwenye vita. Nimepata kitu kizuri. Nani? Shetani yupi ambaye anafurahia mtu apate vitu vizuri? Ni yupi huyo shetani? Labda kama sio wa dunia hii. Ukipata jema lazima inue maadui. Kwa sababu sio lengo lake wewe ukae na vyema. Anataka muda wote uteseke. Ndio maana kana namwambia Yesu, ukinianguka na kunisujudia, takupa mali zote za dunia hii. Zote. Kwa sababu vyote viko kwenye mikono yangu, nikiamua kumpa mtu nampa tu. Amevikuta wapi kama hajanyang'anya vya watu? Lini shetani ulisikia aliumbiwa vitu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vyote havikuwa vya kwake. Amevinyang'anya kwa sababu yeye alikuwa mbinguni kama malaika. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hivi vitu vyote tunavyoviona aliumbiwa Adamu. Tunaona kwa Adamu tunaona kuna mimea. Tunaelewana vizuri? Kwa Adamu tunaona kuna wanyama. Unanisikia Bwana Yesu asifiwe. Kwa Adamu tunaona kuna kila kitu kule. Kwa Adamu kule ndio viko vitu hivi vyote, kuna madini, kuna nini. Vyote vipo kwa Adamu. Kwa nini shetani ameenda navyo kwake? Anasema nampa nimtakaye. Anampa nini? Na amevikuta wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kama hakunyang'anya kwa kudanganya. Kwa kudanganya akavinyang'anya. Ndio maana leo ukisema narudisha, shetani anasema tutaona. Lakini kwa jina la Yesu narudisha, sema amen. Kwa jina la Yesu tunarudisha, sema amen. Sema amen. Ndio maana saa hii anataka ukipata chochote anakufanya uwe mshamba na hela, anakufanya uwe mshamba na mafanikio. Ukipata 2000 anakutia na kiburi. Kwa sababu anataka vikuue. Lakini wewe ulikuwa umevizoea wala vilikuwa vikuchanganya. Si ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Huu shamba nani kauleta? Kwa sababu vishachukua vikafunikiwa. Hujaiviona. Kwa hiyo ukiviona vinakushtua, vinakueua. Sema amen. Sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo ninarudisha kila kilicho changu kwa jina la Yesu. Virudi. Halo? Virudi. Watu wa Mungu, shetani hana kitu. Na nisikia Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni alifukuzwa kama alivyo. Kaanza kufanya udanganyifu, kunyang'anya vya watu. Hiyo ndo akili ambayo ndio ufahamu. Ndio maana Mungu anasema mtapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu? Maana yake usalama wetu upo kwenye wokovu. Anatushinda nguvu tukiwa nje na nguvu. Haleluya. Hivyo unafikiri hana nguvu yeye? Yeye anataka kugombana na Mungu. Unafikiri nguvu hana? Nguvu anazo. Kama alikuwa na plani kugombana na Mungu, Aisha huyu alikuwa sio mdogo. Na ndio maana Mungu naye lazima atusimamie tu. Kwa sababu hatuna namna ya kupigana naye isipokuwa kwa Mungu peke yake. Ndio maana naye Mungu akasema, huyu atawasumbua sana. Mimi nawatengenezea kitu kidogo tu. Jina. Aisha, Mungu ni hatari. Hivi unajua Mungu ni hatari? Bwana Yesu asifiwe. Hivi shetani sio anaingia mara ngapi ndani ya Mungu? Yaani ni mara nyingi. Kama jina tu la Yesu linamsumbua. Jina. Sio Yesu mwenyewe, jina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini wewe usijione mbabe na Mungu wako? Mungu anasema mimi nakupa jina tu. Jina tu utakuwa salama. Ila kaa kwenye wokovu. Haleluya. Nilikuwa naangalia movie moja. Wacha niseme sababu kuna kitu nilijifunza. Sema amen. Nataka ujifunze na wewe. Watu walikuwa wameteka shule. Ile shule ilikuwa imetekwa. Sasa watu wa kuwasaidia ili wasiwawe wanafunzi. Wanajeshi wakawa wamekuja pale. Wanawaambia wanafunzi wote laleni chini. Asiinuke hata mmoja. Na mjifiche hapo hapo. Tunataka tuwasaidie. Tunaelewana vizuri? Hasa ndio tutajua akili za wanadamu. Unaelewa
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ukishamwambia lala chini, anataka kuchungulia juu kuna nini. Kwa nini umeniambia nilale chini? Asijue kwamba wenzake wamwambia ukiinua kichwa unapigwa risasi. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Yeye anataka kung'ang'ana afanye anavyoona yeye. Kwamba usihame hapo ulipo. Anataka kuhama. Nimfuate fulani nikakae na fulani kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ndio hao walio kwenye wokovu wanaona yule anayefanya uzinzi kule nje kama ananufaika. Anafanya mambo ya ajabu, mbona kama yeye yuko huru kufanya chochote anachotaka. Mimi tu hapa sijui kimchungaji hiki kinanifuatilia tu. Ningeendelea kufanya mambo yangu. Asijue sisi tunamfuatilia, tunatamani aone neema iliyoko. Akishajua atulie. Yeye anaona kama mnafanyaje? Mnamdisturb. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema ngoja na mimi nikajaribishe kunywa. Wenyewe wanakunywa inanogaje? Mbona kama anakuwa amechangamka? Kumbe ndio anguko lake. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sasa unaona waliambiwa wachuchumae pale, wakae kimya. Mmoja akainuka ili sijampate mwenzake si afanyeje? Akapigwa risasi. Waliumia sana wale wanajeshi. Wakasema sasa mbona tumewaambia tulieni? Tumemwambia mkae mtulie msihame, kuna hatari. Ndio kama saa hiyo watu naambia kuna hatari nje na wokovu mtu haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Unawaambia kuna hatari nje na wokovu haelewi. Na wengine usiku tu kumaliza kazi. Ila ameweka siri. Ameweka siri, anateseka lakini ameweka nini? Siri. Hivi kuna siku niliwahi kujiuliza swali. Kwa nini ugonjwa usiku ndio unakuwa unakaza sana? Nyie daktari tusaidie. Haleluya. Kwa nini magonjwa usiku ndio yanachangamka? Mgonjwa mchana anaweza kaa yuko sawa tu. Giza linapoanza naye anaanza. Bwana Yesu asifiwe. Especially kikohozi. Giza linapoanza na chenye kinaanza. Sasa kuna watu hawalali. Kila giza linapoanza na wenyewe wanaanza. Lakini Yesu anaweza kuwasaidia. Ila wamekataa. Hawajajali. Yesu kufa msalabani hawajali. Wanaona wanavyojitesa. Wanangu, tunatakiwa kupambana. Tufike tunapopataka. Tufikie uhuru wetu. Tufikie uhuru wetu. Yaani ambao tutafika hatua ambayo tunamkanyaga shetani shingoni. Kila mahali agusi kitu cha kwetu. Unanisikia? Ni hatua hiyo. Usikadhani leo unaokoka na leo unamkaba shingo shetani. Haipo. Labda siwe shetani. Lakini swala la kupambana naye ni process. Utaanza ukiokoka leo, Mungu anakupigania kila mahali. Na nasikia lakini ikifika hatua Mungu anakujaza nguvu, anakujaza mamlaka, anakuimarisha. Unakuwa salama eneo. Sema amen. Kila unalokuwa unalisema kwako linakuwa sheria. Ndipo lile neno ambalo Mungu anasema, kila mtakalo liomba atawatendea. Mtakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni. Sema amen. Yaani unafika kiwango ambacho kila neno lako linakuwa sheria. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na inawezekana. Ambao unafika hatua au kiwango cha kiroho ambacho unatamka neno moja tu, mambo 20 yanatendeka. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jali wokovu. Jali wokovu. Jali wokovu. Unao, lakini jali. Unanisikia? Jali, usipoteze. Usipoteze. Unanisikia? Bali uchochee.
Kwa sababu kila hatua unaongezeka ni wokovu unazidi kuongezeka. Unanisikia ninachosema? Yaani kila hatua unayoongezeka ni wokovu unazidi kufanyaje? Kuongezeka. Sio kwamba, ngoja nikwambie, sio kwamba wewe ulipozaliwa ulizaliwa huna kitu. Hapana. Kuna mahali kimeenda. Sio kwamba Mungu alituumba kwenye ulimwengu ambao una masikini, hawakuepo. Ila shetani ndo amewatengeneza kwa sababu amechukua vitu. Huyu anasema najiona niko uchi, nimeshindwa kuja. Haya, mimi sijui alikuwa uchi kweli kabla, sijui. Wacha nisikonfirm hapo. Lakini je, labda alikuwa amevaa nguo ila alipokula tunda nguo zikapotea? Unajuaje? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio nasema ukiota ndoto uko uchi, jua kwamba kuna kitu umepoteza. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Fahamu tu kwamba kuna vitu umepoteza. Na uingie maombi ya rehema sana na maombi ya kurejesha. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yaani haijalishi takwimu imekaaje, ila ukijiona huko uchi, fanya sana hayo maombi. Kwa sababu kuna vitu unakumepoteza. Kuna kitu kimeingia kwenye maisha yako ambacho sio kizuri. Naelewa mtu wa Mungu. Umeelewa, lakini somo umeshika. Sasa leo tunasoma kwa kamoja. Na ndio maana nikwambia naenda taratibu. Hii juzi nilikimbia, nilikuwa nataka nikufahamishe na nikufungue ufahamu kwamba ujue ni kitu gani tunatakiwa kukifahamu. Shetani asikudanganye ukapoteza wokovu mkuu namna hii. Unanisikia Ushindi wako wote umefungwa hapo. Unanisikia? Yaani ushindi wako wote umefungwa kwenye wokovu. Hapo ndio pana ushindi. Asije mtu akudanganye. Yaani hata kama mtu anasema sijui koje, hapana. Yaani asije mtu akakudanganya. Neno linabaki kuwa neno. Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao Mungu mwenyewe ndo ameudhihirisha, yeye mwenyewe ndo ameufunua, yeye mwenyewe. Yaani huwa hauhitaji mtu kumsaidia Mungu kuonyesha kwamba wokovu upo. Hapana, ni Mungu tu. Na hahitaji mtu kudanganya, si kupromote kwamba ni mzuri. Hapana, yeye tu anayeupokea. Akikaa nao kidogo lazima ajue kwamba ni eneo zuri aliloingia. Ndio maana Biblia inasema onjeni. Unanisikia? Onjeni. Sasa hamtaki hata kuonja. Na sasa sisi hatutaki hata kuonja. Onja. Halo? Bwana Yesu. Muonja asali, aonji mara moja. Si ni sawa Maiko onja asali. Tatizo asali hamjai kuonja. Maonja asali. Haleluya. Haleluya. Aonji mara moja. Alafu saizi kuna asali koko. Asali za zamani. Saizi hizi zingine mnabusi hata hazina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zile asali za zamani ndio zilizotengeneza neno wewe ni asali wa moyo. Unanisikia? Ndio zitengeneza maneno yote hayo. Sweetheart. Unanisikia? Yaani zote hizo ndio zilitengeneza hayo maneno mazuri unayojua wewe. Sijui sweetheart, sijui asali wa moyo, sijui kidude gani. Asali ya zamani ilikuwa tamu sana. Ndivyo na wokovu ulivyo mtamu. Anielewa aliyeonja kweli kweli wokovu haachi, nakwambia. Haupotezi kizembe. Halo watu wa Mungu. Ndio maana nimesema Mungu atusaidie tu jamani. Wengine tumeshaupenda. Umeelewa Wengine tumeshapenda, yani tumeshapenda ndio tumependa hivi. Haleluya. Tumeshapenda ndio tumeshafanyaje? Sijui nisemeje. Tumeshapenda, yani wokovu tumeshapenda. Hata wengine waache, sisi tunasonga mbele. Unanisikia? Hata wengine waache, yani waache watukane matusi wanavyotukana wokovu, sisi tunasonga mbele. Umeelewa mtu wa Mungu? Haleluya. Awamu ijayo tunaendelea mbele.